Barikiwe waimbaji wazuri. Embu inamisha kichwa, twende tukaombe kidogo kwa ajili ya neno. Baba Mtakatifu wa Israeli, asante kwa ajili ya jioni leo. Ni masaa mazuri uliotupa kusikia maneno yako. Tupe uwezo wa kuyasikia, kuyaelewa, kuyafahamu. Zaidi ya yote mioyo ya kuamini. Asante Roho Mtakatifu, ndio utakayetusaidia haya, hata katika usemi utatusaidia. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kuweka mikono tena pamoja, tumpe Yesu makofi mazuri. Mungu awabariki waimbaji wote. Haleluya. Sema amen. Jamani, kama unayefurahi sema tena amen. Ni wasaa mwingine mzuri wa kuingia kwenye neno. Kama tulivyoanza na nimeshangaa wiki imeenda, leo ni Ijumaa, leo ni Alhamisi, kesho Ijumaa. Siku zinakimbia. Tumeanza na kuhusu mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka wa Kiebrania, wa Kibiblia. Tumeenda katika mwisho wa mwaka, tukasema ni nyakati za toba, ni kurudi, kubadilika ili kuingia mwaka mpya. Nikasema hivi, haikuwezekana Israeli walioko jangwani waingie moja kwa moja. Ilibidi watengeneze kabla hawajavuka Jordan. Walipofanyiwa utakaso ndipo walipoweza kuingia. Wakaingia katika maji ya mto Jordan na maji yakafunguka. Nasi tunajua ya kwamba ili tuweze kufanikiwa katika mambo yote, lazima tuanze na kumwamini na kutakaswa. Sema amen, amen. Eneo hilo la kuingia mwaka, Wayahudi wanaingia kwa kupiga matarumbeta. Wanapoanza mwaka wanapiga maragumu kutangaza mwaka umeanza na kukumbuka waliingia katika nchi ya ahadi. Maisha ya jangwani waliyaacha, wakaingia katika nchi ya asali na maziwa. Siku ya pili nayo nikazungumzia kuhusu mambo ambayo hayana budi kutokea. Maneno yaliyonenwa na manabii kuhusu nyakati tunazoziishi. Hasa majira kama haya tunayoishi leo, tunayaona yaliyonenwa yakiwa yanatimia. Na katika hilo tukaanza kuangalia pia jana Israeli kama nchi, Israeli kama taifa, tukaligundua lilikuwa ni mtini uliolaaniwa ukakauka. Lakini kitendo cha kukauka kwa mtini kilipelekea tena Yesu akasema mtini utachipua. Na ukichipua tuyatambue majira ya kuwa mavuno yamekaribia. Haya yote nikaeleza jana jinsi ambavyo mtini ulivyopitia katika matatizo ya kuharibiwa Yerusalemu, na watu waliwawa wengi na walitawanywa kwenye kona nne za dunia. Kisha Yerusalemu ikachukuliwa na watu wa mataifa. Kipindi hicho Yesu pia alikizungumza vizuri, akasema Yerusalemu itakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Majira yatakapotimia mtini utachipua, na kisha Yerusalemu itarudi kwenye mikono ya Wayahudi. Na haya nikasema yametimia pia kwenye kizazi tunaishi. Mtini ulichipua mwaka 1948 baada ya vita vya pili vya dunia, na Yerusalemu ikarudishwa mwaka wa 67. Na takia hapo tumeanza kuona Yerusalemu pamoja na Israeli ikiendelea kuchanua. Imeendelea kuchanua mpaka leo, imekuwa moja katika mataifa hodari duniani. Kwa mfano, tangu vita vya Gaza vimeanza, Israeli ameingia vitani akipigana na mataifa zaidi ya mataifa 7. Amepigana na Gaza, amepigana na Lebanon, kapigana na Iran, kapigana na Yemen, kapigana na Syria, kapigana na Iraq. Haikutosha, Mchina na Mrusi amekuwa akisupply zana za vita za kisasa sana. Lakini bado Mwisraeli amebaki amesimama, na Mungu bado amemlinda, kwa sababu ni mtini ambao sahihi hauna neno la kukatwa. Hamna neno la kulaani ule mtini tena ukaenda kwa mataifa. Majira yale ya wao kusambaa hamna tena. Kwa hiyo mtini unaporudi, unarudi kutimiza unabii. Unabii wa kwanza ni kutufungua macho sisi tuliomwamini Yesu, ya kwamba hawa waliokwisha kurudi. Paulo anasema kama basi Israeli watarudi na kuchipua tena, na wakati wa mataifa walikuwa wamepandikizwa kwenye shina lile,
Je, wakirudi mataifa atakuwa wapi? Paulo aliandika kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11. Kwa ina maana wa mataifa nao wataondoka. Wanapoondoka mataifa katika nchi ile ya Israeli, waliochukua na kuimiliki kwa zaidi ya miaka 1900, ndivyo ambavyo sasa ni dalili ya kanisa nalo kuondoka, ili kupisha hukumu na hasira ya Mungu itakayokuja duniani. Katika kipindi ambacho tunaishi sasa, tuko kwenye majira ya kuona hayo. Na Yesu akasema hivi, ikiwa mtini utachipua, basi anasema kizazi hiki hakitapita. Kizazi hicho hakitapita hata hayo yote yametimia. Yaliyotimia tangu Israeli imeingia mpaka na leo, kuna mambo mengi sana yametimia. Moja ya mambo ambayo yametimia ni jinsi muunganiko wa mataifa makubwa duniani yanayotengeneza umoja unaopelekea kitabu cha Ezekieli 38 kwenda kuingia katika unabii wa kutimia. Lakini wameanza kuja kama umoja wa kutoka katika nchi za Kiarabu, wa kutoka katika nchi za Kiasia, wanaungana. Maana maandiko yanasema mfalme wa mashariki atashirikiana na mfalme wa kaskazini, naye ataungana na mfalme wa kusini, na watatengeneza jeshi la mtu mmoja litakalokuwa na zaidi ya watu 200,000, na watashuka katika nchi ya Israeli ili wakapata kuipiga nchi ya Israeli. Lakini Mungu atawateketeza katika bonde la Yehoshafati. Ukienda kwenye Ufunuo unasikia kwamba wataenda kuwawa katika vita hivyo vya Harmagedoni, manake vya mlima wa Megido. Ni hapo hapo kwenye ile bonde, sio mbali sana na Yerusalemu. Vivyo hivyo utaona kwenye kitabu cha Ezekiel, anasema itakuwa ni vita vya Gogu na Magogu. Dunia ina vita vya tatu vya mwisho au vya dunia. Mimi naangalia vitu hivi vilivyojikusanya, vinakuja polepole, vinakuja kama ni siasa, lakini kumbe sio siasa, ni unabii. Vinakuja kama Israeli anachokoza mataifa mengine, lakini kumbe maandiko yanasema kila nchi itakayojutika jua hilo litamlemea, na wote watakalolituka hilo jiwe litawapa tabu. Naomba nisome kitabu cha Zakaria 12. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Watu wa Mungu mpo? Kama unajua, mimi nafurahia kujua unabii unapotimia nikiwepo, hasa yaliyonenwa katika lugha ya siku za mwisho. Lugha ya siku za mwisho. Sema amen, amen. Inasema hivi Zakaria, ambapo jambo hili mimi naliona kwa sababu Umoja wa Mataifa saizi upo kwenye maandalizi ya kutengeneza nchi nyingine inaitwa Palestina. Na katika maandalizi yao wanaandaa kuigawa Yerusalemu. Maandalizi yao wanagawa ardhi ya kaskazini karibu na Syria, na wanaondoa maeneo mbalimbali ya Waisraeli wanayoyakalia. Sasa mpango huo wanaotimiza wiki hii. Na hilo jambo ambalo nimewaambia jana kwenye Yoeli sura ya 3. Watakapofikia hapo ndipo Mungu atawahukumu mataifa hayo katika bonde la Yehoshafati. Naomba nisome hapa, utaona jinsi ambavyo nayo dunia ipo hapa. Maandiko yanasema mstari wa 1, ufunuo wa neno la Bwana juu ya Israeli. Haya ndiyo asemayo Bwana azitandaye mbingu, awekaye msingi wa dunia, ayumbaye roho ya mwanadamu ndani yake. Angalia, mimi nitafanya Yerusalemu kuwa kikombe cha kuyumbayumba kwa watu wa kabila zote. Yaani leo tunapozungumza hivi, Yerusalemu ni issue. Na niliwaambia neno kubwa linalohusu Yerusalemu ni ule umuhimu wa pale msikiti ulipo. Lazima uone hapa ule umuhimu. Nilikwambia Yakobo alipoweka kichwa akaona ngazi, Daudi akamwona malaika amesimama juu ya jiwe hilo. Na kati huo yeye Daudi alipoona akaambiwa, ulichukua ile eneo kwa Arauna ujenge hekalu hapo.
Na hapa aliposimama yule malaika, mbingu ilikuwa wazi. Na ule uwazi wa ile mbingu ni umuhimu unaotafutwa katika ulimwengu wa roho, ili kutawala dunia, ili kuwa na superpower ushike dunia kwa eneo la ibada au eneo la kuabudu, ambao hilo eneo litamfanya mwanadamu yoyote atakaye kuwa katika asili ya kumilikiwa na hilo eneo atamfuata Mungu. Kama sio Mungu wa Israeli, hivi saa hivi ninavyokuambia, yule anayeabudiwa pale sio Mungu wa Israeli katika ile eneo, maana ni msikiti unaomwabudu Allah, na Allah sio Mungu wa Israeli na sio Mungu wa Kristo. Maana Mungu wa Kristo tunasema alikuja kavaa mwili. Sema amen, amen. Na Wayahudi wanamuita Mungu Yahweh au Yehova au Adonai au Hashem. Kwa hiyo ni tofauti na yule Allah ambaye anaabudiwa pale. Na kwenye ule mlango wa msikiti pale wameandika Yesu sio mwana wa Mungu, ili kuthibitisha huyu anayeabudiwa huku ni mpinga Kristo. Haleluya. Jambo ambalo nalijua wahubiri wanahubiri Waisraeli watajenga hekalu na mpinga Kristo atakuja naye ataingia kwenye ile hekalu naye atafanya. Haitatokea. Mimi nakueleza hiyo unabii ulishapita. Yule mnyama aliyesema Paulo ataingia Yerusalemu naye ataabudiwa kana kwamba kwa sawa na Mungu, ameshaingia miaka 1400 tangu msikiti umejengwa pale, anaabudiwa pale. Anaposema Daniel ya kwamba mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu, asomaye na afahamu. Chukizo ni lile jengo la yule anayeabudiwa mle ndani, mahali patakatifu. Na ndio maana unaona vita vya Gaza vilipoanza, havikuanza kisiasa, viliitwa vita vya ukombozi wa ule msikiti wa Al-Aqsa. Maana Wayahudi walishapewa go ahead na Saudi Arabia waubomoe watengeneze hekalu lao. Washia wakasema hapana, ule msikiti ni wa kwetu. Ndio maana Hamas ikaingia Israeli. Ndio maana vita vimeinuka sasa hivi, Gaza inaharibiwa, haina majengo tena. Waisraeli wanaondoa. Umoja wa Mataifa wanasema tunatambua Palestina. Israeli anasema never, haitatokea, hatutawapa nchi. Hatutawapa hata jiwe moja la Yerusalemu hawatalichukua kalimiliki. Haya mambo yanatuletea sisi kuona hapa Yerusalemu itakuwa ni kikombe cha kuyumba yumba kwa kabila zote, wazungukao pande zote. Tena itakuwa juu ya Yuda, maana yake Yudea. Pia wakati wa kuhusuriwa, maana yake vita vya dunia. Tena itakuwa siku hiyo nitafanya Yerusalemu kuwa jiwe la kuolemea watu wa kabila zote. Umoja wa Mataifa leo anasema wote watakaojitwika jiwe hilo watapata jeraha nyingi, na mataifa yote ya dunia watakusanyika pamoja juu yake. Maana yake kukusanyika ni kuweka azimio la kumshughulikia Mwisraeli. Ninaona leo kuna kikao, na bahati nzuri mwakilishi wa nchi yetu leo atazungumza baraza la Umoja wa Mataifa, nafikiri saa 2 usiku kama utakuwa unaangalia. Bwana asifiwe. Katika siku hii asema Bwana, nitatia kila farasi wa ushangao, na yeye ampandaye nitamtia wazimu, nami nitaifunulia nyumba ya Yuda macho yangu, nami nitamtia upofu kila farasi wa hizo kabila. Nilikwambia bonde la Yehoshafati ni bonde lililokuwa wana wa Seiri, wa Amoni na wa Moabu wameungana pamoja kwenda kuipiga Yuda na kuivamia Yerusalemu wakati wa utawala wa mfalme Yehoshafati. Yehoshafati akakimbilia hekaluni baada ya kusikia tetesi za vita. Na alipoenda hekaluni, kijana mdogo ambaye ni wa kabila la Lawi anaitwa Yahazieli akapaza sauti akasema, mfalme Yehoshafati, usiogope. Enyi wenyeji wa Yerusalemu, msiogope. Tazama, mtatoka kwenye bonde la vita vile vya Yehoshafati. Anaambiwa mtaenda kwa kuimba nyimbo. Wanapoenda kwa kuimba, Mungu akawafanya wana wa Seiri wawaone wana wa Amoni kuwa ndio Wayahudi. Wakaanza kuchinjana wao kwa wao.
Hili andiko ni lingine, nasema katika siku hiyo nitatia kila farasi ushangao, na yeye ampandaye nitamtia wazimu. Ni jeshi hili watakao kuja kuipiga Israeli, ni jeshi watapigwa na wazimu. Wazimu ni fuse ya akili kuchange, kupoteza network. Haleluya. Na haya mambo yapo kama hamyaoni, lakini ndio haya yanaendelea. Na mimi nasema atukuzwe Mungu atupaye kuyajua haya, na tujui siku atakapokuja mwana wa damu. Maana tukija tukakuta na haya mambo, si ajabu huku nako kutakuwa ni shida sio ya kawaida. Anasema nami nitaifunulia nyumba ya Yuda macho yangu, nami nitamtia upofu kila farasi wa hizo kabila za watu. Anaendelea, na wakuu wa Yuda watasema mioyoni mwao, wenyeji wa Yerusalemu ni nguvu zangu katika Bwana wa majeshi Mungu wao. Siku hiyo nitawafanya wakuu wa Yuda kuwa kama kigae chenye moto katika kuni, na kama kinga cha moto katika miganda. Nao watawateketeza watu wa kila kabila wawazungukao pande zote, upande wa mkono wa kuume na upande wa mkono wa kushoto. Na baada ya haya Yerusalemu utakamali pake. Naam, hapa Yerusalemu vita vimekoma, naye Bwana ataziokoa hema za Yuda. Maana yake Israeli, Yerusalemu haitapata shida, ili utukufu wa nyumba ya Daudi na utukufu wa wenyeji wa Yerusalemu usipate kutukuzwa kuliko Yuda. Katika siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Kwa nini anawalinda? Kwa nini anawalinda? Ni kwa sababu kuna unabii unaokuja hapo chini wa mstari wa 10. Kuna unabii Yesu atashuka duniani, ataweka utawala wa miaka 1000 duniani. Na akiweka utawala wa miaka 1000, anaenda kutawala Yerusalemu. Masihi mwenyewe, Yesu mwenyewe, na anakuja na alama zile zile. Maana Biblia inasema watamwona yule waliyomchoma mkuki, kisha watamwombolezea. Haleluya. Sema amen, amen. Geukia jirani yako mwambie hili jambo la muhimu ulijue. Anasema hivi, katika siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu, na yeye aliye dhaifu miongoni mwao atakuwa kama Daudi siku hiyo. Naye nyumba ya Daudi itakuwa kama Mungu, kama malaika wa Bwana mbele yao. Hivi ni vita ambavyo vinasema mtu atakuwa kama Mungu. I don't know watakuwaje kama Mungu, lakini najua ni uwezo wa kivita ambao Israeli wamejiandaa. Maana hadi sasa hivi ninavyofahamu, Israeli bado hajaanza vita. Israeli hajagusa silaha alizonazo. Bado Israeli anagusa. Ni nani atakayefungua mikono yake yote kupigana? Kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Wakati taifa la Irani wamepambana kuhakikisha kwamba Israeli inafutwa. Israeli inafutwa kabisa. Rais huyo akiwa kwenye ndege yake alichukuliwa hivyo, ndege inazunguka huko juu inakosa mwelekeo. Haikupigwa bomu, lakini ni msichana amekaa kwenye kompyuta anaicontrol yuko huko chini. Wanaomba msaada kwamba tafadhali hali ya hewa mbaya, na rais anachukuliwa na helikopta. Ilienda katupwa kwenye milima, ikaungua moto. Rais wa Hamas akaenda kusherekea sikukuu ya kuwekwa rais mwingine pale Iran. Amemaliza kuangalia gwaridi, ameenda hotelini, ameingia chumbani tu, bomu alikujulikana limetoka wapi, peke yake kwenye room yake. Kamera ziko kila mahali, hawakuona ilitokea wapi. Wamejificha kwenye maandaki Lebanoni, wametafutwa na Marekani zaidi ya miaka 10. Watu wanaambiwa mtapewa dola za Kimarekani 500,000 tuonyeshe yuko wapi. Israeli ikaonyesha tu mchezo mmoja, Netanyahu anaongea kwenye bunge la Marekani. Wakajua kabisa hawa jamaa wa Hezbollah wataenda kukaa kwenye television, watajileta walio kwenye maficho waangalie TV. Wakiangalia TV hawakujua. Juzi wakiwa hapa Doha, wamejificha kwenye nchi tajiri kubwa ya Kiarabu, wamepewa na hifadhi kubwa kabisa pale. Ndege zikatoka kutoka Israeli zikitanguliwa na ndege kubwa le tanka la mafuta.
likaenda tanka la mafuta likakaa juu ya anga zaidi ya masaa 3. Zikaja ndege za kivita vikajaza mafuta zikashuka Doha. Mataifa ya Kiarabu yanayozunguka Doha, yuko Kuwait, yuko huku, yuko Irani, yuko Saudi, yuko kila taifa, lakini ndege zikapita tu. Wakamaliza watu. Hawakuonekana. Ndio hapo anasema kama hawa jamaa, Mungu anasema aliye dhaifu atakuwa kama Daudi siku hiyo. Na wenyeji wa Yerusalemu watakuwa kama Mungu na kama malaika wa Bwana mbele zao. Kuna vitu vingine mpaka rais wa Iran alisema Israeli inatumia majini kuendesha ndege za kivita. Ndege hazionekani, maana wameweka mitambo ya monitor anga. Ukipandisha ndege ya Arusha hivi, mitambo yote huku imeshajiwasha, yote automatically. Sio kwamba kuna mtu anawasha. Tayari kuna ndege la kivita limetoka linakuja kwenye eneo hili, huku mitambo imesimama hivi, ina monitor. Wamefika karibu, mitambo inajishwetua yenyewe. Lakini mitambo imekaa hivi kama imepata usingizi wa baridi. Haikuona ndege inazopita. Ndege 100 zikazunguka Irani, 100. Sio ndege 2 au 3, 100. Wakamaliza kazi wanaifanya. Wakarudi Israeli, hakuna ile tunguliwa. Paka wa Irani wakasema, jamani hawa jamaa wanatumia majini. Haiwezekani, tunakosa kuziona hizi ndege. Urusi kachanganyikiwa, China wakachanganyikiwa. Wakaleta mitambo mingine mipya ya ulinzi wa anga, nayo hivyo hivyo. Mchina sasa hivi amerudi nyuma, anawaza atafanya nini. Muisraeli juzi anamwambia endelea kushona viatu na kutengeneza electronics. Mambo ya vita hujui. Na ukicheza ukachukua Hamas ukawapeleka Beijing, tutakuja na tutawatoa hapo Beijing. Mchina amenyamaza wala hajaongea mpaka sasa hivi, anasikiliza nitaanzaje. Ndio maana Netanyahu akasema kila aliyeshika simu ya mkononi ameshika kipande cha Israeli ndani yake. Maana yake anaweza kawasikiliza ninyi wote hapa, au akaamua kuwafungia wote hapa msisikilizane. Maana vifaa vyote humu ndani vyenye uwezo wa kutoa sauti iende hivi ikapita hivi kwa dakika sekunde ikamfikia yule mtaalamu wa namna hiyo, yuko Tel Aviv. Hajatoa hiyo technology kwa Mchina, hajatoa hiyo technology kwa Amerika, hajatoa hiyo yoyote kwa Ulaya. Ni Wayahudi tu wachache wamekaa Tel Aviv, wanatengeneza hivyo vitu, walafu wanaambia Mchina sasa tuwaletee ngapi? Nyie muunganishe, museme Tecno, museme iPhone. Amezungumza hivyo Myahudi juzi, imewasumbua marais wote wa dunia. Ndio maana hata wanasema Waisraeli bwana ndio mtoa roho. Geuke jirani yako mwambie shauri yao. Ninachoona ni maandiko tu, sisi na ushabiki wa kisiasa. Katika siku hiyo nitawalinda wenyeji wa Yerusalemu, na yeye aliye dhaifu miongoni mwao atakuwa kama Daudi. Na mimi namjua Daudi kwenye maandiko, anapiga kofi simba. Kofi, sio mbwa. Na wakati hapa mbwa akifunguliwa wote hapa tunakimbia. Tunajua huyu mbwa ana mwenda wazimu. Kofi simba, kofi jamani, kofi. Simba anatema kondoo. Sijui ngumu yake ilikuwa ya aina gani. Ile Tyson nafikiri ilikuwa ndogo. Anapiga dubu kabisa. Dubu ni mrefu kuliko mimi mara 2. Nimeona dubu, nimekaa karibu na hao wanyama. Nimekaa kabisa na hao magrizzly. Likinyanyuka miguu miwili nilikubwa kama hiyo gari hapo. Lakini jamaa analifuata, analichapa kofi. Dubu anaona kizunguzungu, anasema hapa nimepigwa na kitu kizito. Anaachia kondoo. Ninaangalia haya, anasema nakushukuru ewe Bwana Mungu muumba wa mbingu na nchi, unipae kuyajua haya mambo na kuyahubiri katika nyakati za mwisho. Haikosi na mimi nimepata hicho kibali. Ninapozungumza na wewe, nazungumza kwa ujasiri. Ninamwona Mungu akiniambia sema wala usiache, maana nyakati zile zimekaribia. Haikosi nitapata 2 au 3 watakaoingia kwenye ufalme wangu kabla ya hiyo siku kuu ya hukumu itakayokuja. Na siache kuhubiri. Hata nikimpata mtu mmoja, mimi ni wa muhimu huyo mtu mmoja kuliko mamilioni ya pesa. Piga kelele, sema amen, amen. Mstari wa 9 anamalizia, anasema hata itakuwa siku hiyo ya kwamba nitatafuta kuangamiza mataifa yote watakao kuja kupigana na Yerusalemu. Wow. Sasa mimi najiuliza,
wanachokaa Umoja wa Mataifa kujadili genocide ya kule Gaza. Nimekwambia imeandikwa kule katika kitabu cha Amos sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7. Amos amesema jinsi ambavyo kuta za Gaza zitakavyoangushwa na majumba yake yatakavyoteketezwa kwa moto. Leo nikiangalia kwenye Al Jazeera, nyumba zimeisha. Watu wanatembea kwa mguu kilomita 30 kwa siku. Watafute mahali pa kukaa tu bomu lisiwaangukie. Waarabu wamemzunguka hapa, yuko Misri upande wa kusini, amefunga waya kwenye boda yake. Hakuna Mpalestina hata mmoja atapita, wala gari la chakula alipiti kutoka Misri. Sijajua wa Misri ni waoga au wanawachukia wa Palestina. Maana ni ndugu zao. Kuna boda nyingine upande wa huku Saudi Arabia, wangeweza kuruhusu vyakula vipite. Haviwezi. Boda ni moja tu Israeli wanawapelekea chakula na bomu linatangulia mbele. Haya mambo mimi siyaelewi. Ndio kwa jirani yako mwambie hata kama imeshatokea basi imeshatokea tu. Mstari wa 10 ndio anasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezavyo mwanae wa pekee. Hapo ni Yesu. Haleluya. Sema amen, amen. Napata shauku ya kujua jinsi ambavyo itakavyokuwa siku hiyo Yesu anakuja anashuka. Nilikusomea jana kwenye kitabu cha Luka. Naomba nirudie pale kwa Luka 21. Luka 21. Nilikusomea neno fulani pale nikasema ili nalo linanitia moyo. Haleluya. Sema amen, amen. Nilikwambia baada ya Israeli kutawanywa, wataporudi mtini ukachipua, mataifa wataondoka. Huo ndio ulikuwa wakati wa dhiki kuu ya Wayahudi. Dhiki kuu ya Wayahudi. Please nisikilize vizuri. Hakuna dhiki kuu ya Wayahudi tena. Vita wakija kuvipiga sio dhiki kuu kwao. Sema amen, amen. Dhiki kuu nilikusomea jana kwamba dhiki kuu itakuja kwa mataifa kanisa likinyakuliwa. Na mpinga Kristo atatembea duniani kujitafutia watu watakao mkubali na kuisuduria sanamu ya yule mnyama ambaye ataipulizia pumzi na ile sanamu itanena. Hivi leo nikiangalia dunia, je, sioni hiyo sanamu kweli inaongea leo? Au watu wamefunga macho? Ndugu zangu, ukiwa na pesa sahihi, kama mke wako anakusumbua, unaamua kuagiza mke mwingine wa robot. Anaongea, anapika chakula. Tena unamwambia kabisa, nitengenezeni sura ya mke wangu ya picha hii. Analeta wa hiyo sura kabisa. Unamtoa kwenye boksi kama unavotoa bajaji. Unamswitch tap, unamuuliza jina lako na anakuambia Sofia. Ana smile. Anakushika kidevu, anashika kidevu, anasema nimefurahi na mimi kuwa mke wako leo. Watu sasa hivi wanaoa viumbe ambavyo sio binadamu, mashine. Ili wasisumbuliwe na wanawake. Nasema tumechoka. Na wanawake wengine wanasema na sisi tunataka wa kwetu. Tumechoka na hawa wanaume wanaotupiga piga. Nataka na mimi roboti langu. Yapo sahihi yanatengenezwa. Unaletewa mpaka hapa Itua. Wangapi wanataka waletewe? Amna. Halihitaji harusi ya hela, linakuja tu lenyewe. Jamaa wa delivery anakuja anakuambia umeleta kitu fulani, umeigiza hii hapa ba. Unamfungua, anakonyeza, unasema ndio mwenyewe huyu. Tayari ameshatengenezewa sauti, ana lugha, haizi kuchanganya. Anaenda sokoni, anaendesha gari, anakuja anapika, anakuogesha ukirudi. Mlaini ngozi yake, yani ni mlaini. Paka unajiuliza ni binadamu au sio binadamu? Tumefika hapo.
Haya, toka hapo tumesharudi sasa, tunaingia kwenye money system. Tumeenda kutoka kwenye pesa ya kulipa cash vitu. Tunafika kwenye eneo sio wakati wa kulipa cash kama karatasi. Vitu tunaanza kuvilipa kwa electronic. Unanunua chochote kwa M-Pesa, unanunua kwa Airtel Money, unakuja unaenda kununua kwa kadi ya gari, unatemka unapiga petroli yako pale, unatemka nipe kadi na mashine inaingiza kwa nani, inalipwa. Hiyo nayo inapitwa na wakati sasa. Mpaka mwaka kesho, mwaka kutwa hatutatumia tena malipo na haya. Marekani wameshafungua tena mfumo mwingine wa utawala wa pesa. Benki hazitakuwa na kazi tena, benki zitafungwa. Wameshatangaza jana mwaka kesho Marekani hakuna benki. Mimi na pesa yangu kidogo kule kwenye account Marekani, natamani niondoe sahihi. Na hasa nafikiria tu hiki kikao cha Umoja wa Mataifa hiki cha wiki hii kikiinuka vibaya, Waisraeli wanaweza wakaamua kuonyesha kwanza wanajua nini. Wanajua nini? Mpaka nafikiria nikatoe kwanza hela zangu benki nisije nikakosa mafuta kurudi Arusha. Maana Waisraeli watazima system zote za internet, za money, za pesa. Wakizima, ndugu zangu, unaenda pale CRDB utaambiwa mtandao mnarudi jaribuni kesho. Utaenda pale utaambiwa rudi kesho. Alafu mnasikia tu mfumo umebadilika wa utoaji wa pesa, jiandikisha upya. Ile jiandikisha upya, unaanza kupewa digital number ambayo sasa haitaka kwenye simu, ijawekwa kwenye mwili. Na hiyo imeshaanza kutumika kwenye nchi nyingi za dunia. Alafu kuna mtu hajajua kwamba dunia imeshafika huko, na mwaka kesho kila kitu, au mwaka kesho kutwa nchi karibia zote za dunia hatutahitaji mawasiliano ya simu za mkononi tena. Kila kitu utaekewa humu ndani. Unapigiwa simu na mke wako, hakuna simu. Halo, honey, sauti yake tu umepokea. Vipi honey, what happened? Mungalia jirani yako, mwambie shauri yako. Wewe unakaa tu hapa utaki kuamka. Wazungu wameshatupeleka sisi kama makondoo tu, wanatupeleka bure hivi tu kama tunaenda kuchinjwa, hatujui tunaendaje. Na kuna mtu anacheza na maisha, ajue kwamba siku zinaenda. Hautaweza kuuza wala kununua. Hello. Nimwambia hiki kitu mtakisikia kuanzia mwaka kesho. Sijui kama Yesu atachelewa. Wangapi wataekewa hiyo namba? Maana nyinyi wengine wafanyakazi wa serikali hapo, ni mwalimu na watoto wako wanasoma na nini, unaambiwa huwezi kuendelea kufanya kazi bila namba. Ukipiga hesabu hivi, ni yule Abshalom anaongea nini? Utajaribu kufutafuta, utakuta mshahara hautoki. Unajaribu, unaulizwa, mbona wewe unakataa? Matokeo yake pingu, unapingana na serikali. Nyinyi zile dini za kifeki mnapingana na serikali. Unashangaa, basi jamani niekeni tu. Geukia jirani yako, mwambie sijui utafanyaje. Halo. Watakaowekewa, hebu nyanyua mkono juu namna hiyo. Hamtaki? Kataa tu saizi, lakini ikifika na Yesu ajaje, wengi hapa atasema hiyo ni poa bwana. Kila mtu anajua la kwake. Mimi siwezi kuteseka na njaa hapa kati ila ninayo benki. Nasikitika kwamba kuna watu watakuwa na hela nyingi, alafu watapiga hesabu jinsi ya kuitoa haitoki. Kujiandikisha ndo huko sasa. Mfumo mpya wa Marekani. Hata leo nimemsikiliza rais anaongea wa Marekani. Dunia inaenda pengine, hatutatumia tena hizi cash money, dollars. Tunaenda kwenye digital, na tunaenda kwenye digital number, tunaenda kwenye digital money, tunaenda kwenye kila kitu. Taratibu, na serikali ilishatangaza tutakuwa na digital number. Tanzania pia tumeshapewa. Na mfumo wa digital number umeshaanza kutengenezwa hapa Rungwe. Watoto watakapozaliwa hawatapewa vyeti vya kuzaliwa, watakuwa na digital number yao. Hapo Kilolo, nafikiri ni Kilolo Iringa, nao pia hivyo. Ili mwaka kesho isiajabu watoto hawataandikishwa bila kuwa na namba zao. Na unataka mtoto wako aende shule, anaambia tunamwandikisha upya. Kwa hiyo tunatakiwa kila mzazi aje na dokumenti zake za mtoto wake. Unafikiria mtoto wangu anatolewa hivi?
Ukimwacha kumpeleka shule, mjumbe wa nyumba 10 huyu. Mtendaji wa kata huyu. Mara mgambo wa kijiji huyu. Mara field force, utafanya nini? Alafu mchungaji wako naye anakuambia vumilia. Utavumiliaje sasa? Tunaenda kwenye ulimwengu, nchi kama za kwetu hizi hatuwezi kujiamulia. Ziko nchi zenye maamuzi na maisha yetu. Ziko. Nimemsikiliza Rais William Ruto anapopambana pale Umoja wa Mataifa. Sisi Afrika hatuna hata mwakilishi kwenye kiti cha Umoja wa Mataifa wa kutuzungumzia mambo yetu wala kutuambia tufanye nini. Mmetunyima. Nyinyi ni kutukokota na kutuamulia mnavyotaka. Hatuwezi kujiamulia. Ruto anaongea, anapambana, apata tangalau, aseme sisi na sisi tunaweza kujitetea. Haruhusiwi. Viongozi wa dunia wote wako chini ya viongozi fulani ambao hawaonekani. Wanaowatawala viongozi wa dunia, awe ni Mwingereza, awe ni Mfaransa, awe ni Mjerumani, hana sei yoyote. Kuna jamaa yamekaa hapo, hata majina yake hamyajui. Wakina Bill Gates hawana nguvu kama hawa majamaa. Wanayaamua maamuzi. Nchi hii wape msaada hii, nchi hii wape msaada hii. Ndio mnaitwa kwenye G20, mnapangiwa, fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Sasa wametengeneza hayo mambo ya mfumo. Na kuna nchi itakataa. Mbona walituweza kwenye corona duniani? Nani aliyekwepa duniani kwenye corona? Nchi gani ilikwepa? Tunashukuru tu kwamba sisi tulipitiwa na rais mwenyewe. Neema iliyokuwa ndani yake. Alisema hapana, kanisa isifungwe, kanisa isifungwe. Lakini dunia nzima makanisa yalifungwa. Pastors tunapiga simu kwa washirika, kama una kitu kunitumie kwenye M-Pesa. Maana hatuna mshirika anakuja, hauruhusiwi kuja. Kenya hapo wachungaji marafiki zangu walikuwa wanalia. Wanaambia nyie mna amani, mnaabudu sisi huku ndugu yangu hata Mkristo naye hana hela ya kutoa maana haendi kazini. Walinyooka. Walitufungia tu, hakuna cha airport, hakuna kusafiri, hakuna shule, hakuna supermarket, hakuna sijui hii, ni polisi peke yake iko wazi na hospitali. Zingine funga. Alafu unafunga na mdomo ili usimkiri Yesu. Barakoa. Tuliisha kile kipindi kifupi tu. Haki ya nani? Mungu we. Je, sasa hivi wakirudi mnafikiri tutapumua? Hawa jamaa hawa ampumui. Hii dunia inaendeshwa na miungu fulani. Wanataka kuwafanya watu wote kuwa mali yao. Wawatawale, wawamiliki. Lakini yuko Yesu atakayelichukua kwanza kanisa. Sema amina, amina. Piga kelele, sema nitaondoka kabla ya mambo yao. Ndio maana nafurahia lile andiko nasema heri wafu wafao katika Bwana tangu. Maana haya matatizo hayo, anakufa ameacha lake benki, watoto watachukua. Lakini ngoja awe duniani, alafu pesa iko benki, alafu ambie unaingiziwa kitu kwenye mwili, atakubali na ameokoka. Sataacha hela zote. Maandiko yanasema hivi, mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Na mimi naomba Mungu atusaidie. Nyakati tunazoziishi, kila mmoja awe na wakati na Mungu. Moyo wako uliokuwa umeinama, hauna hamu na Mungu, unyanyue tena huo moyo. Nyanyua tena fahamu zako. Ziuishe. Ninapokea simu baada ya kuongea maneno sana kwenye YouTube. Napokea simu za watu wengi wanasema nilikuwa Mkristo, sasa ninaomba uniombee toba narudi. Napokea simu za watu wanaotubu ni wengi kwenye simu. Wengi. Wengine ni wachungaji kabisa. Wengine ni wahubiri. Mmoja aliniambia kabisa, mimi bwana, mimi nishapoteza Ukristo bwana, lakini umenisaidia, naomba uniombee. Alipotezaje Ukristo na wakati namuona ana watu? Embu wewe unayenisikia, badilisha tu moyo.
Geukia tena sehemu ya neema ya uliopewa ya wakati mfupi tulionao. Mimi ninachojua ni hiki. Yesu hatarudi kwa kusudi moja hili ambalo nalisema kila wakati. Mpaka aliyekusudiwa kuokoka, aliyebaki apatikane. Ndio pale anasema nitaacha 99, nitaenda kumtafuta huyo mmoja. Hilo neno siwezi kulisahau. Mungu anamtafuta mtu. Wakati wa Nuhu walitafutwa watu wa kuokoka, hawakupatikana. Nuhu alihubiri zaidi ya miaka 100. Kila mtu alikuwa anamcheka na kumdharau. Tubuni, hakuna. Mungu anatafuta mpaka yule wa mwisho aliyetakiwa kutubu amekataa, akawa amekufa, pakawa hakuna mwingine wa kutubu. Ndio Nuhu aliingizwa kwenye safina. Ikiwa kuna mwenye dhambi aliyesalia duniani, ambaye huyo mwenye dhambi amekusudiwa aingie kwenye ufalme wa Mungu, injili itafika kwenye ile eneo alipo. Atatafutwa kwa gharama yote na Mungu. Kila aina ya mbinu ya kiroho Mungu atatumia. Atawatuma wahubiri, ikishindikana atasababisha apate shida mahali, paka atakapolala kitandani anasema nitieni pastor, apatikane tu. Abrahamu aliombea Sodoma. Kweli mtaangamiza wakiwepo wenye haki 50? Mungu akasema hapana. Je, 45? Hapana. Je, 30? Hatutaangamiza. Basi muniwie radhi. 20? Je, akasema hata 20 hatuangamizi. 10? Je, hata 10 hatuangamizi. Akapiga hesabu, nikishuka chini hapa labda nitawakasirisha. Anachotafuta, je, mjomba wake Lutu na nyumba yake wapo? Hesabu ilipobaki chini ya 10, Abrahamu akakata tamaa. Ndipo aliposhuka wale malaika watatu, wakaingia nyumbani kwa Lutu, wakamwambia Lutu na watoto wake na mkewe, kimbieni sasa, hukumu. Wakiwa wanazubazuba, malaika wakawapiga watu upofu mlangoni, wakamshika Lutu na mkewe na watoto mikono, wakawatoa nje ya mji mbio. Walipofikisha nje ya mji, wakaambia msiangalie nyuma, nendeni kabisa, msigeuka kuangalia nyuma, kwa kuwa mkigeuka tu utageuka kuwa jiwe la chumvi. Mpaka leo liko lile jiwe la chumvi la mke wa Lutu. Mpaka leo, kwa ishara mwanadamu alitamani dunia bado. Lutu akaondoka na watoto wake 2. Namuomba Mungu neema hii. Inawezekana aliyesalia sijui yuko wapi, labda Malawi, labda Itua hayupo, labda yuko Kenya. Akipatikana huyo tu, malaika wanapiga parapanda. Inawezekana kuna mmoja tu akishaingia. Sasa hatujui siku wala saa. Anayetafuta huyo katika 99 ni yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ninaliwaza hilo, na mimi namuomba Mungu, labda mimi ni mmoja katika watumwa watakaopelekwa huko duniani kumtafuta huyo mwenye dhambi mmoja, ili na mimi nipate thawabu, niweze kuingia kwenye ule mji mtakatifu nikirukaruka pamoja na watakatifu wengine, nikisema katika yale uliyenituma nilikuwa mtumwa wako, ulinipa talanta hii nami nimeifanyia kazi, na hii ni faida yake. Hii nilichokuwa ulichonipa nimefanya hiki. Kuna matunda yaitwa, kuna mtu aliokoka pale, nitaweza kuambiwa karibu mwanangu mtumwa mwaminifu, ingia na wewe ukapumzike. Sijui wewe utakaribishwaje, sijui utaambiwaje wakati unaingia. Mimi sitaki kuingia kama yule mwizi wa pale msalabani. Yeye alipata kaneema kajabu ajabu.
Yuko tu msalabani pale, akamgeukia Yesu. Kwanza alimgeukia yule mwizi mwenzake, akamwambia, wewe bwana, usifanye hivyo. Unajua mimi na wewe tunastahili hukumu hii. Lakini huyu hakustahili. Huyu hakutenda dhambi. Anateseka si kwa sababu ya dhambi yake. Lakini mimi na wewe tunateswa kwa sababu ya makosa yetu. Akamwambia Yesu, tafadhali Bwana, utakapoingia katika ufalme wako, unikumbuke. Maombi ambayo hatuwezi hata thubutu kuyaomba huku. Lakini jamaa mmoja aliomba pale msalabani, unikumbuke. Na Yesu akamwangalia, akasmile. Kondoo huyu ninaondoka naye. Akasema tutakuwa pamoja na leo hii paradiso. Jamaa aliingia mbinguni, hata kama aliingia hana taji, lakini ameingia tu. Mwambie mwenzako, leo utaingiaje? Yaani jamaa anaingia, hajabatizwa. Hajafanyiwa sakramenti yoyote. Hata sijui sabala toba mchungaji gani atakuwa. Hamna. Ni pale tu, Bwana nisaidie. Bahati yangu. Kuna wachungaji walitangulia kule, wanamuuliza vipi, ulibatizwa na nani? Anasema mimi sibatizwa. Sasa umeingiaje? Ukasema kuna mtu mmoja pale msalabani ameniambia niingie. Mimi sihitaji bahati yangu. Wacha nipiganie hii neema. Piga kelele, sema amen, amen. Pambana na hii neema, usikose hii. Kama unasafisha kanisa, safisha kwa bidii. Kama unaimba, unaimba kwa bidii. Kama wewe ni mmoja katika watu walioitwa mapema kabla ya kuona mwisho, fanya chochote. Maana siku ile utakumbatiwa. Alafu sio kukumbatiwa tu, unaweza ukakaribishwa angalau. Ukae tena kina Paulo. Sasa wewe ukiwa kama hujafanya lolote, umeingia tu pale hospitali na ajali yako au ile una koroma ndo kabatika mgonjwa mwenzako akwambia sema hii sala. Unaingia kule mbinguni, unashanga huku ni wapi? Unaambiwa kwani ulikuja huku ulikuwa hujui. Msitaki niingie mbinguni vile. Nataka wakina Petro akiniona wananishika mkono wasema mwamba ameingia. Sasa wewe utasalimiwa na yule jamaa aliyepata pale juu ya mti pale pamoja na Yesu. Mtakutana naye huko nyuma huko. Lakini hata hivyo umeingia tu, potelea mbali. Mwangalie jirani yako, mwambie umeingia tu hata kama ni hivyo. Hey! Ai, haleluya. Siku moja nilikuwa na utafakari wema wa Mungu pale katika nchi ya Kigali, Rwanda. Karibu na uwanja wa ndege wa Kigali pale airport. Nilikuwa nimelala kwenye hoteli moja inaitwa Martin Avio. Hoteli inaitwa moteli, nzuri kabisa. Na nimezoea kulala pale. Asubuhi napenda kunywaga chai nje, nikaenda kunywa kwenye garden. Lakini nilikuwa siku hiyo nasumbuliwa sana na kutafakari wema wa Yesu msalabani. Vile alivyojitoa, jinsi alivyojiachilia, akashuka, akachukua namna ya mtumwa, akajiona hana utukufu, akahesabu yeye sio kitu mpaka nipate. Wakati natafakari, sauti kanambia nyanyua uso juu. Nilipoangalia juu hivi, nikaona wingu limekuja, liko hapa juu kama kwenye mti hapa. Limechora picha ya kondoo. Na kuna maskari immigration wako pale na wamama wengine wageni wako pale. Immigration wa hapo airport. Nikuvuka tu barabara wanaingia kwa hoteli. Nikasema, jamani angalieni ya kondoo huyo hapa. Kila mmoja akachukua kamera wanapiga. Na mimi nikachukua kamera nikapiga. Alafu ile wingu likaondoka. Nikasema hata hiyo Mungu umenifanyia tiki sana yani. Yaani kunionyesha tu kawingu kamekuja mpaka hapa. Nilikuwa natembea kwenye ndege na furahi. Yaani naona raha, nimeonyeshwa na Mungu kitu kubwa. Mungu ameonyesha kana kondoo wa Mungu. Na mimi nataka Mungu atembee katika maisha yako. Siku moja atokee kwenye nyumba yako, akae pembeni ya kitanda chako hivi, akwambie mwanangu usilie, mimi niko pamoja na wewe hata ukamilifu wa dahari. Kama siku moja nilipokuwa niko nyumbani kwangu, kuna kipindi mke wangu alikuwa amejifungua mtoto. Na kipindi hicho nilikuwa nimepitia kipindi kigumu sana pesa. Sina mtu kabisa wa kunisaidia. Sina ndugu, sina jamaa, sina rafiki.
niko peke yangu. Sasa nimemchukua mtoto wa watu, anaenda kujifungua, sina hela ya kumtunza. Hiyo siku siwezi sahau. Usingizi hauji. Usingizi unajia wapi? Haka katoto ka watu kana mimba imekaa huku, na ananiambia kesho utanipeleka. Saa nyingine wanaume tukipitiaga hapo, maana naona dalili ya kujifungua. Na mimi nina hamu ya mtoto, yani na hamu, lakini mkuu huku, Mungu wangu, sijui alipitia jini. Na yanateremka upande huu. Unajua kuna machozi yanayoteremkiaga hapa ni kwamba wewe umefukuzwa nyumbani, lakini haya ya huku, haya ya huku ni hela hamna. Yanateremka. Nikasikia sauti inaniambia usiogope, niko pamoja na wewe, hautaibika. Iliingia hapa kama yule mtu anayechukua kile kipamba kile cha kusafishia masikio, alafu akaingiza mpaka mwisho, ikatokea huku. Hiyo sauti sikuwahi kusikia mpaka leo, hiyo sauti, na ninatafuta sana irudi. Ilipokuwa imepita ikanambia usiogope, niko pamoja na wewe. Wakati wa mimi na baba yangu hatuelewani, na nimeacha mali za baba yangu, nimekimbilia Afrika. Usiogope. Asubuhi saa 12 kasoro nikaona mlango na gongo, kakaka odi. Nikafungua mlango, nikatoka kwenye geti, nikakuta driver taxi. Samani bwana, wewe si fulani? Nikamwambia ndio mimi ndio. Sasa nimekutafuta sana, nina wageni wako 3 wako nje ya mji kilomita kama 15. Wameniambia nikuchukue nikupeleke uonane nao. Wageni wakoje? Sema watu 3 warefu. Sema okay. Nikatoka nimevaa kaptula. Mimi ni mpenzi wa kaptula. Nimevaa kaptula kwa sababu wakati mwingine wewe tayari uko hata kukimbia. Kwa hiyo nikapanda taxi ile. Driver taxi akafika mahali tulipokuwa anatupeleka. Nikaona kweli watu 3. Sitawasahau wale watu maisha yangu yote. Paka sura zao bado zinanikera usoni. Mmoja katika wale watu anaitwa Benjamin. Akasema mimi ni Benjamin. Akanikumbatia. Akasema wewe ndio tulikuwa tunakutaka. Twende kwenye ile ofisi ya yule mlinzi. Kulikuwa na geti la nyumba ya mahali fulani, wazungu wana shughuli zao pale za misheni. Kwenye ile geti kuna mlinzi, lakini kuna kachumba ndani kwenye ile geti. Mlinzi anakaa hapo kwa ajili ya baridi wakati wa usiku. Tukamkuta mlinzi, tukamwamsha. Tukamwomba samani tukae hapa tuongee. Mlinzi kubali. Akatupisha pembeni. Alituona jinsi wale wageni walivyofaa, akajua hawa ni watu wa Mungu, hawana shida yoyote. Wakatoa mfuko kama ilikapu. Lina wakati huo hakuna shilingi 1000. Ni 500, 200, 100. Ndo noti zimejali mfuko. Wakasema tumetumwa tukuletee hizi pesa. Mungu amesema tukuletee pesa. Mimi nikapiga mahesabu nikasema hawa jamaa si akawa Freemason hao. Wakasema katika jina la Yesu. Wakaniambia ombea kabisa. Nikaiombea. Naizungushia damu ya Yesu, nikiangalia hivi bado zipo. Kwa jari nikiombea bado zipo. Akasema ni zenyewe nini? Nikamaliza maombi, wakaniambia umerizika. Nikamwambia nimerizika. Sasa wakachukua bunda moja. Sitasahau, ilikuwa na thamani ya shilingi 7,000. Bunda moja, akaniambia hii ni ya kwako, weka mfukoni.
Hizi zingine mtunze mke wako. Leo hii anajifungua mtoto wa kiume. Nikasema kweli, na amejuaje? Nikapata hofu kidogo, hawa watu wamejuaje? Nikatoka pale na driver taxi. Wakasema usimlipe driver taxi, tumeshamlipa. Atakupeleka mpaka nyumbani, kisha utakuja kutuaga. Nikasema sawa. Nikaondoka na taxi tena mpaka nyumbani. Nilipofika nyumbani nikamwonyesha mke wangu, ameshajiandaa na likapu lake liko hapa, anataka kwenda kujifungua. Nikamwonyesha hela, tukaomba, tukafurahi, tukalia. Nikamwambia wamenipa na 7,000, hii nyingine yote ni ya kwako na watoto na mtoto. Nikamwacha hapo. Nikamwambia wameniambia nikawaage, tukaondoka. Kufika pale hawapo. Tunamuuliza mlinzi, wale watu walikuwa hapa, akasema hamna mlinzi, mtu yoyote amekuja hapa. Hata na mimi hujaja hapa. Nikamwambia tafadhali, naomba Mungu akutumie malaika watakao kukumbuka katika nyakati hizi. Watokee tu kwenye nyakati hizi za taabu unazozipitia, ili kabla parapanda ijaja watoto wako wasije wakalala njaa mahali ukaikana imani. Sema amen. Piga kelele, sema amen. Narudi nyumbani, mama ameshachukua usafiri mwingine, yuko hospitali. Nikawahi hospitali. Nilipofika pale, maneso kanizuia, nikamwambia mimi lazima nione mke wangu anazaa. Wananiambia wewe baba una kichaa wewe. Nikamwambia sina kichaa, nataka nimsaidie. Nilipoona kichwa mtoto hivi nikimbia moja kwa moja, nikasema hapana, Mungu wa Israeli, kama hii sitaki hata kujua. Nikangojea nje tu, njoo muone mtoto wako. Nikasema afadhali. Nikachukua shilingi 1,000 nikamwambia asante, nilikuwa ni nyingi. Nikabeba mwanangu, nikamwambia naondoka. Akaniambia uondoke saizi, subiri. Wacha Mungu afanye muujiza fulani. Tuko kwenye nyakati zingine ni ngumu sana. Kuna watu hapa usingizi hawalali, maisha yanakataa, lakini Bwana atakutokea. Hata kilazima tume malaika wake wakutoe tu mahali penye moto, wakukomboe hapo ulipo, ili usije ukaikosa ile neema ya kuingia katika ule ufalme. Simama kwa miguu yako. Muda wangu umeenda. Nahubiri risale moja na kwa kama nahubiri dakika 10. Hii naye saa inaniuzi. Takuja kupata upako wa Joshua tu. Unaambia jua, kaa hapo hapo Tukuyu, usiendelee. Linang'ang'ania hapo Tukuyu hivi mpaka kesho. Haleluya. Kora kwenye Mungu huyu. Mungu huyu. Si uniachilie tu siku moja nitikise dunia, niambie jua ikae hapo. Watajuta, watasema kuna mtu kule Itu amesimamisha jua. Sijui kama nitaandika kwenye magazeti. Au unaweza kusema usishuke mpaka kwa neno langu. Kama Elia alivyosema utanyesha mvua mpaka kwa neno langu. Alafu ataomba watu ishuke, haishuki. Kumbe ni mimi naenda Mbozi huko, napanda huko. Jamaa aliyezuia jua yuko huko, wananitafuta watu. Hiyo upako sio kama utatolewa tena. Hebu nyanyuka kwenye kiti pale ulipo. Sogea hapa mbele. Acha tuende tumuombe Mungu. Neema fulani tu kakutokee. Kaupendeleo tu ta mwisho. At least kuna kitu ambacho Mungu akwekee. Moyo wako upate nguvu ya kuendelea mbele. Moyo wako upate neema ya kuendelea mbele. Mungu awabariki. Mmekuja kwa wingi. Njoni na wale kule nyuma kabisa. Inawezekana kuna jambo ambalo Mungu amelitamani. Ulipokee jioni leo. Sogea tu, utalipokea. Mapito mengine sio Mungu ameandaa. Inawezekana maadui wanakupiga lakini hujawahi kujua. Sio kila kitu unachopitia ni Mungu. Sema amen. Mimi nasemaga hivi, haiwezekani Mungu akaniruhusu nipitie mapito magumu tena. Haiwezekani. Tena nation ya leo, nimepata uelewa mkubwa sana wa Biblia. Yaani kile kipande cha ufahamu wa jinsi Mungu alivyofanya. Kama ninyi mlio waovu mnaweza mkawatendeni watoto wenu vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni? Ukimwomba mkate, hawezi kukupa jiwe. Nataka Mungu akupe kitu unachoomba. Sema amen. Hakupata kama Yesu atachelewa mwaka huu au miaka 3 au 5, lakini hicho kitu kipata hata sahihi. Maana saa nyingine ni baraka. Ngoja nikwambie. Ukiona mvua inanyesha na umebeba mafaili ya kwenda kuingia interview ya CV,
bajaji hazipo, gari hazipo. Alafu anatokea mtu na gari yake anakuambia pipi, ingia kwenye gari, utakataa? Na unajua unaloanisha mafaili. Utamshukuru Mungu, unasema asante Yesu. Na ujui ni nani. Wacha Mungu akupe hata angalau kafadhali fulani. Sema amen, amen. Kakuvushe mahali fulani, kakupeleke mahali angalau imani yako haitatindika. Sema amen, amen. Kuna mtoto mmoja akaniambia leo, akaniambia niombee, nimejikuta nimeacha imani kwa sababu ya maisha. Kadogo, nimeacha imani. Wazazi wake ni watumishi, nimeacha imani. Nikasikia huzuni sana. Alivyoandika hiyo message, nikampigia akiwa kwenye gari. Akanambia, baba, nimekutumia message, ni baada ya kujua upo Mbeya, naomba niombee. Nikamwombea wokovu tena kwenye gari. Hebu inamisha kichwa. Maombi haya yatakuunganisha na njia itakayotokea mpya, njia nyingine ya maisha. Ugumu fulani uliokushika mahali hautakushika tena. Ukiwa umenamisha kichwa, msema Bwana Yesu, sasa yatosha. Mruhusu malaika wako aje anisaidie, kama Israeli ulipomtoa Misri, ulimtuma malaika wako aende mbele yao, awaongoze njia watakayoiendea, ili awaonyeshe mahali pa kusimamisha hema zao. Bwana Yesu, hata maadui wale walipokuwa wanawafuata nyuma, yule malaika alitoka kule mbele, alienda nyuma ya Israeli, akaweka giza kwa maadui. Israeli wakatembea mchana, maadui wakaingia gizani. Naomba Yesu, ikiwa ninafuatiliwa na watu wabaya, naomba malaika wako aende kuwatangulia, aweke giza machoni pao, wasinione wala kunikaribia tena. Wanaonipangia mabaya, walionikusudia mimi na maisha yangu na nyumba yangu tuangamie, wapigwe upofu, wasinikaribie tena. Mtume malaika wako aniongoze mbele yangu, kunionyesha njia nitakayoendea, nisiteseke njiani, nisijikwae, nisije nikaanguka. Nirehemu Bwana, nitakase kwa damu yako. Naomba Roho Mtakatifu usiniwache. Tulia kimya, ukiwa umenamisha kichwa. Kama hujawahi kumpa Yesu maisha na uko kwenye mkutano huu, hiyo ni hatua ya kwanza. Mungu anaanza kukuhudumia. Unaweza kunyanyua mkono pale ulipo, nami nitakuombea pale pale ulipo. Asante. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Nyanyua tu mkono. Naona mikono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nyanyua tu juu vizuri. Usinyanyue kwa kusita. Ninawaona watu walionyanyua mikono. Wacha niseme hivi, leo Mungu hatakuacha. Alisema ajai kwangu sitamwacha, sitamtupa nje kamwe. Na aliyenipa Baba hakuna wa kuninyang'anya. Ukiwa umenyanyua mkono juu namna hiyo hiyo, naomba uchukue nafasi hii. Sema maombi haya, maana naona huko mbele kumejaa, nisingeliweza kuacha kukuleta hapa mbele. Lakini pale ulipo, pamoja na wengine tuliokuwepo hapa, hebu tuseme maombi haya. Sema, damu yako Yesu, naomba initakase. Nisamehe maovu yangu na makosa yangu yote. Natubu hivi leo. Naomba rehema. Naomba msamaha. Nipe maisha mapya. Nipe moyo mpya. Niondolee vikwazo katika maisha yangu. Nipe uzima wako. Kwa damu yako Yesu, uniondoe mautini, niingize uzimani. Nakupenda Yesu. Sitakuacha siku zangu zote. Nitakutumikia
hata siku ya parapanda malaika wako watakapopiga, nitakuwa tayari kukuona. Nitaungana na watakatifu wengine kukulaki mawinguni. Niko tayari. Asante Yesu kwa kunisamehe. Tulia kimya pale ulipo. Kuna hali fulani naiona katika maisha ya mtu inaenda kubadilika. Ugumu ule, ile hali isiyoweza kuwa na mpenyo inaenda kubadilika. Njia fulani ambayo ulipitia auoni kama unaenda sawa, Mungu anaondoa hiyo njia. Anaenda kukupa njia iliyo rahisi. Njia ambayo hautajikwaa kiuchumi au afya au maendeleo yako. Roho Mungu, asante. Katika jina la Yesu, naachilia mafuta haya juu ya watu hawa. Naachilia upendeleo huu kwa jina la Yesu Kristo. Mtu huyu asikwame mahali. Vita visitokee mbele yake tena. Vikwazo visiwepo. Jaribu lisiwepo. Kila adui wa mtu huyu, naomba tiwe upofu, asimwone huyu baba wala huyu mama, wala watoto wake wasionekane. Maadui wasishike hata unywele wa watoto wake. Kila adui aliyotamgulia mbele yao, Mungu naomba ukamwondoe. Aliyefunga njia za mtu huyu, kwa jina la Yesu Kristo. Alileta ugonjwa wa kansa, asirudi tena. Na hiyo kansa ikapata kuponywa. Hiyo mishipa ya damu isiyopitisha damu ikafungua sahihi kwa jina la Yesu Kristo. Huo moyo usiopeleka damu vizuri ukafunguka sahihi kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo mishipa ilikuwa imekufa ganzi ikapata kufunguka sahihi. Njia za miguu yake zikabarikiwe. Nyayo zake zikabarikiwe. Hatua zake zikabarikiwe. Lolote analolifanya kwenye mikono yake likaongezeke, 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 likaongezeke kwa jina la Yesu Kristo. Njaa na uhitaji usiwepo nyumbani mwake. Roho ya kukataliwa isiwepo mlangoni mwake. Mahali popote atakapokanyaga, mtu huyu akazione furaha za maisha yake. Natangaza wingu lako likapata kumkalia mtu huyu. Kama lilivyokuja juu yangu pale Kigali, naomba likasimame juu ya mtu huyu. Wingu la kupendelewa, wingu la kuchaguliwa, wingu la mafanikio, wingu la neema. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nafuta historia iliyokuwa nyuma yake. Kila mzigo aliyobebwa juu ya mabega ya mtu huyu, naondoa huo mzigo. Yes. Kuna mtu anatembea hapa kama shingo yake inakaza sana. Kuanzia leo shingo haitakaza. Mara nyingine unasikia maumivu katikati ya mgongo yanakuja mpaka kwenye utosi wa kichwa. Hautayaona hayo maumivu tena. Kwa kuwa Mungu ameshakuponya, hautateswa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu anatembea mara nyingine anajisahau anaenda wapi. Kama akili zake hazijui anaenda wapi. Ameona kama anapoteza ufahamu, mara nyingine inakuwa kama anaogopa. Wakati mwingine asije akatoka akakosa kurudi nyumbani. Kwa jina la Yesu Kristo, huyo mtu wa ufahamu uliochukuliwa, huyo mtu ambaye akili zake kama zinasahau, ninazirudisha sahihi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu atesekaye usiku. Kila kiingia usiku kuna watu wanamwingilia kitandani. Kila kiingia usiku kuna mtu anamwingilia kitandani. Kila kiingia kitandani anajua kuna mtu ananifuata. Kwa jina la Yesu Kristo, wewe kiumbe unayemtafuta huyu mtu, utamwona kuanzia leo. Hutamkaribia, hutamwona, hutaingia ndani ya nyumba yake kwa jina la Yesu. Kuna mtu nywele kichwani mwake zimechukuliwa. Na walipochukua kichwa chako unaona kina nywele iliolewa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, aliyeshika nywele zako atajutia kuanzia leo. Aliyeshika nywele za mwanao atajutia kuanzia leo.
aliyechukua nywele za kichwa chako, na ruhusu zile nywele ziende kama moto kwa yule mtu aliyezishika kwa jina la Yesu. Ziwashe moto ndani ya mtu yule, ziangamize kila uchawi, kila uganga, kila ushirikina. Kuna mtu anaonekana amepoteza ufunguo wakati fulani, alijiona alipoteza ufunguo mahali. Katika hiyo asili, kumbe amepoteza maisha yake. Hana jinsi ya kufunguka na kufungua maisha yake. Huo ufunguo uliopotea katika ulimwengu wa roho, kama kwenye ndoto, natangaza kwa jina la Yesu, huo ufunguo wa maisha yako hakuna atakayeushika tena, na urudisha mikononi mwako. Utaamka asubuhi, utafungua njia zako za maisha, utazitangazia njia zako za maisha, na zitakuwa zimesikia na zitatii na zitafunguka kwa jina la Yesu. Huo ufunguo ulioibiwa urudi sahihi kwa jina la Yesu. Huo uchumi kwenye mikono ya mwanamke huyu urudi sahihi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kuna kifua kinachojaa, kama unashindwa kuhema, unapokuwa kama unahema kwa tabu, wakati mwingine mpaka unaona kama unapoteza fahamu. Hicho kifua kilichoingiziwa aina ya majini, na yaamuru haya majini yaachie kifua chako, na yaamuru haya mapepo yaachie kifua chako, na yaamuru haya magonjwa yaachie kifua chako. Pate pumzi sasa. Usilale ukishindwa kuhema. Wakati mwingine mpaka unafungua dirisha, unafungua na mlango, maana huwezi kupata hewa. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, naachilia nguvu ya Mungu juu ya mtu huyu. Tangu sasa kifua chako kikajae pumzi yako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asante. Weka mkono mmoja kwa kifua, sema Bwana Yesu asante. Hakutakuwepo na mtu kunionea. Kuanzia leo, vita vyangu wewe ndiye utakayepigana. Maadui hawataniweza katika maisha yangu tangu leo. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Wow, nimechukua muda mrefu sana. Mungu akubariki. Nataka iwe hivi. Wewe uliokoka, kesho asubuhi nitakuwa na wakati mzuri wa kuongea na watu. Kuna watu wanaopenda kuongea na mimi na kufanya maombi. Na wewe uliokoka leo na jana na juzi, hebu njoo nione asubuhi kuanzia saa 4 kuwepo hapa kanisani. Njoo tu nikuombee. Bwana asifiwe sana. Na wale wanaopenda ushauri na maombi, nitakusaidia. Tuonane asubuhi kesho.